Karibu tena mtazamaji na shukran sana kwa kuchagua kutazama taarifa za MBIU ya KTN. Hali ya wasiwasi imetanda huko Kisii baada ya wazazi wa wanafunzi wa shule ya msingi ya Kisii South kuandamana kulalamikia kifo cha mwanafunzi ambaye alikuwa ametumwa nyumbani kuleta karo ya shule. Inadaiwa kwamba mwanafunzi huyo kwa jina Emmanuel Barongo mwenye umri wa miaka 6 alikutana na mauti hatua chache tu karibu na shule akielekea nyumbani alikotumwa kuleta shilingi 60. OCPD wa eneo hilo Charles Machinji amethibitisha kisa hicho na kuhakikishia wazazi kwamba uchunguzi tayari umeanzishwa. Mtoto alikuwa anatoka shule, mtoto wa miaka 6 na mtoto anasoma grade 2. So alikuwa na cross barabara, bahati mbaya amekongwa na gari ambayo ni hit and run. Hiyo gari imetoroka, but we are pursuing it kwa sababu hakuna mtu alikuwa karibu kuchukua namba. But tunapasua hiyo gari, tutatumia vyombo yote ya serikali tutafuta hiyo gari. Tumekuwa na tension kwa shule, parents wa mtoto na hiyo ile yote wameleta shida kidogo au kufurahia kwa sababu inasemekana kulingana na information tumepata mtoto alikuwa amefukuzwa shule kwa sababu ya 60 shillings. Rami iko hapa inastahili kuwekwa bums ili watoto wetu walindwe vizuri. Lakini mambo ya kutumatuma watoto kila wakati ati wanaenda nyumbani, mara ni shilingi 60, mara ni 20, mara ni nini? Hatutaki, tuleta watoto shule ili wasome wakuje kutusaidia kesho. Sasa mtoto kama huyo mwenye amekufa tunasikia vibaya sana. Lakini tunastahili tukae na huyo mwalimu. Kama hataki kupanga vitu yake kuwe mzuri, afadhali atoke kwa hii shule afanye nini? Aelekee nyumbani. Naambia familia pole sana kwa kumpoteza mtoto. Naambia pia shule ya Nyamare pole sana kwa kumpoteza mtoto pamoja na wanafunzi wenzake wa shule hii. Kwa sababu ajali ikingiki, hii kitu inaweza katendeka wakati wowote na tunasema sisi kama chama pole sana. Na licha ya serikali kutoa fursa kwa wanafunzi wote ambao walifanya mtihani wa darasa la 8 KCPE ili kujiunga na shule za upili, mbunge wa eneo la Matayos, kaunti ya Busia, Geoffrey Odanga ameitaka serikali kupitia Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba inaweka vifaa muhimu vya kutosha ili kukidhi idadi kubwa ya wanafunzi ambao wanajiunga na shule hizo. Akizungumza katika shule ya upili ya Busibwawo wakati wa kupeana kwa hundi ya karo, Odanga amesema licha ya serikali kwa ruhusu wanafunzi wote kujiunga na shule za upili, serikali bado haijafikia kuweka vifaa pamoja na miundo msingi ya kutosha katika shule hizo. Katika shule nyingi za secondary, hasa tukizingatia kwamba tuna ile 100% transition ya kwamba watoto wote wanaomaliza darasa la 8 wanaingia katika shule za upili, na pia tukizingatia saa hizi hivi kwamba tuko na COVID-19 na ambayo inataka tuwe na space ya kutosha, vifaa vya masomo hasa madarasa, maabara na kadhalika katika shule zetu bado havitoshi. Tutakaa na tuendelee kung'ang'ana kuona kama hizo pesa za ujenzi wa madarasa shuleni zinaweza ongezwa, wizara iongeze, kwa sababu hizo pesa hazitoshi, na ikiwezekana pia hizi pesa za NGCDF za maendeleo katika maeneo bunge pia ziweze kuongezwa. Na mtazamaji, tukiachana hayo, maafisa wa polisi kwa ushirikiano na wakuu wa nyumba 10 na machifu wamepata lita 1590 za kangara na lita 290 za chang'aa katika kijiji cha Rangau, kaunti ya Samburu, wakati wa msako wa WAGEMA. Mkuu wa polisi katika kaunti ndogo ya Samburu Central, Alex Rotich, anasema visa vya kuuza pombe haramu vimeongezeka na hatua walizochukua zitaendelea hadi biashara hiyo itakoma. Tumefanya hii kasi ya crackdown ya hii sehemu ya Rangau. Chang'aa mpaka saa hii ni 280 na hizo 5 950. Tunahimiza hawa wenyeji ya hii sublocation hapa area Rangau wapate kufanya biashara zingine kuliko hii maneno ya chang'aa, kwa sababu vile inaendelea area zingine si nzuri na iko biashara nyingi yataweza fanya hapa. Hii operation inaendelea
tulianza wiki ijao na tunaendelea kufanya hii kazi. Mine is to thank the team that we've worked together today, the multi-agency team comprising of the National Police Service, the NGAOs, and the village elders. We've declared that Samburu won't be among the list which was mentioned by the regional commissioner as part of a brewing area. We've declared the total war to these illicit brews in this county, and especially in Maralal town. Yet tunaweka these people who are brewing this alcohol, these illicit drinks on notice. You can run, continue running, but you won't hide. Saa 11 kufanya operation ya crackdown ya pombe, na tunashukuru sana tupata pombe mingi zaidi. Hii pombe imeharibu nyumba ya watu wengi. Bibi na bwana wamekosana kila wakati, watoto waendi shule juu ya pombe haramu. Na ningependa kueleza wenye wanapiga pombe haramu, tafadhali, pombe haramu sio biashara kufanya tu ndio unalisha na watoto yako. Tungombe uache kwa sababu serikali itaki. Tafuta biashara ambayo inapaswa ufanye. Pombe sio nzuri. Na ukame unaoshuhudiwa katika eneo la Ganze, kaunti ya Kilifi ni tishio kwa sekta ya elimu. Kwa mujibu wa viongozi wa jamii, zaidi ya watu 200,000 wako kwenye hatari ya kuangamia kutokana na njaa, huku wanafunzi wengi wakikosa shule kutokana na njaa na ukosefu wa maji ya kunywa na matumizi. Tayari mtu mmoja ameripotiwa kufariki kwa njaa. Kati ya shule zilizoathirika zaidi ni shule ya msingi ya Karimani iliyoko wadi ya Bamba, na inawahifadhi zaidi ya wanafunzi 250. Kati ya hao ni 100 tu ambao wanahudhuria shule. Hata hivyo, uwepo wa ndovu umefanya hali kuwa mbaya zaidi, kwani ndovu wanavamia mashamba yao na visima vya maji. Lakini si hao wote, kuna kama 150 wanafunzi ambao bado wako nyumbani kwa sababu ya ukame. Kuna kiangazi kigumu sana, njaa imekithiri pamoja na maji. Hakuna maji kabisa. Mwanafunzi anakuja shuleni akiwa jana hakula. Ikifika kama saa 2 tayari, saa 4, saa 3, saa 4 anasinzia. Hivyo basi mwanafunzi huyu hata kesho utampata, na anakaa nyumbani kama wiki 2, kifuatilia hivi na kuja siku moja kisha anarudi. Tunaomba serikali iweze kutusaidia watoto waweze kupata chakula hapa shule, itakuwa afadhali zaidi, yani watoto watakuja kwa wingi na waweze kusoma, wapate elimu. Lakini saa hii tukisema tunaangalia hii hali venye iko na wazazi venye tuko yani Na hali ya kiangazi na ukame inatarajiwa kuwa mbaya zaidi katika muda wa miezi 2 ijayo katika sehemu za Isiolo na maeneo jirani. Wafugaji wameanza kutembelea masoko ya mifugo kupunguza idadi ya mifugo wao, kukwepa hasara zaidi hali itakapokuwa mbaya zaidi. Ni hatua ambayo imesababisha kupungua ama kushuka kwa bei ya mifugo kama vile kondoo, mbuzi na hata ng'ombe. Kwa sasa wakulima hao wanaitaka serikali kuweka mikakati ya bei za mifugo ili kuwakinga na hali kama hii inapotokea. Bei kwa sasa imeteremka ajili ya corona na jilali. Mbeleni masenge kubwa kubwa kama kilo 32 tulikuwa tunauza na 13,500 to 14. Kwa sasa tunauza na 12 na 11,000. Kondoo naye kwa sasa iko wakati tulikuwa tunauza na 65 kama kilo 25, 28. Lakini kwa sasa imeteremka sana mpaka 1,500, 5,000 mwisho. Na iko hata ya 1,400, na hiyo ilikuwa ni ya kitu ya 6 samani. Na kamati ya bunge kuhusu utekelezaji wa miradi ya serikali sasa inataka kuharakishwa kwa ujenzi wa taasisi ya mafunzo ya Ronald Ngala utalii katika kaunti ya Kilifi, hatua ambayo wanasema itasaidia pakubwa kuimarisha sekta ya utalii nchini. Kamati hiyo chini ya wenyekiti wa Moitalel Ole Kenta imesema rasilimali zilizotumika kujenga kituo hicho chenye thamani ya shilingi bilioni 4.9 ni nyingi mno, na hivyo basi kinapaswa kukamilishwa, ikizingatiwa kwamba ujenzi huo ulipaswa kukamilika mwaka 2019. Hata hivyo, kumekuwa na tetesi kwamba ujenzi huo haujafikia vigezo vilivyokuwa vimewekwa kufuatia baadhi ya changamoto zikiwemo kucheleweshwa kwa fedha kutoka kwa hazina ya kitaifa. Go and borrow money because at the inception this project was to be funded by the government, the central government treasury and TF, Tourism Fund, through our collections. Now, when we were in the process of doing that, then COVID came in, and therefore our collections dipped, and we could not do anything much.
When you look at the interest rates, what we paid, it was too much. And we said, now we have to make sacrifices if we have to finish this project. If anybody has been overpaid or paid money that they do not deserve, we will not hesitate to ask for the return of that money, because that is theft. All the same, we are going to look at the report. The most important thing and the crucial thing is to finish this project, because it will be tragic for this project to stall. Na tukiendelea, kitengo cha kutoa nafasi za vyuo vikuu kimetangaza kukamilika kwa zoezi hilo kwa wanafunzi ambao walifanya mtihani wao mwaka 2020. Asubuhi ya leo, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha ameongoza uzinduzi rasmi wa matokeo ya zoezi hilo katika kituo cha kukuza mitaala nchini, yani KICD. Hebu tumsikize. Perhaps one of the most important things that this government has done is the policy of 100% transition. And unfortunately, this morning also, I will go to Parliament to try to justify it. Yet the results are quite open. This is now the 4th year we are doing this. And the policy of 100% transition is not just related to children coming from standard 8 to form 1. It mops up everybody. For example, as far as TVET is concerned, my instructions were to mop up children from the year 2000 and make sure that we give them hope. And I have done that even at a personal level, where I've mopped children and also helped them in whichever way I can. And they are back and they are training. This has been one of the most transformative. And if I was to ask Dr. NJAA, who is now the new CEO of MEK, he will tell you that last year, the increase in children who are going to do Form 4 exams this year, as compared to last year, where this year means in March next year, the increase is over 10.3%. Those facts are there. These are our children. Why can we never appreciate what is good for us as we play our politics out there? And because of that, I thought I would say there are counties like Nairobi, Bomet, and a few others who have reached 100% for this group. But there are also counties which are in their 60s. And most of these counties are in the coast. And we must now go out. Everybody, including the people who have been posted there, who are sitting on the chairs, must move out and let us take the children back to school. As a whole government, using the Ministry of Interior, using the chiefs, I will also go out. And I expect everybody to go out. Na maafisa 6 wa polisi ambao walitiwa mbaroni jana usiku kwa madai ya kusababisha vifo vya ndugu wawili wa Kianjokoma wamefikishwa mahakamani Milimani kushtakiwa kwa kosa la jinai. Hebu tusikize yaliyojiri mahakamani. Briefly, in response to the victim's advocate, that is I'll be done in 1 minute, Your Honor. We submit that the allegation or the averments by the victim's advocate merely amount to giving evidence from the bar. Which is not admissible, especially taking into account that this is a court of record. In light of the foregoing, Your Honor,
We pray that the application herein be declined and the second respondent be set at liberty unless she's being charged today. That's all, Your Honor. Your Honor, we have indicated in the affidavit that the DPP has so far received the interim preliminary investigation file, which is not complete, but it gives an indication that the 6 respondents were involved in the killing of the 2 deceased persons. The last order is as follows. The second respondent be supplied with a certified copy of the proceedings and ruling urgently. The proceedings and ruling be typed expeditiously. There will be a mention on the 13th of August 2021 of other orders of the court. That is a slip of the tongue, 31st of August, Mr. Hardy. That is a slip of the tongue. Let me speak to police officers. You are our siblings. Some of you are our parents. Most of you are our friends. You are being misused by those in authority to cause destruction, maim, loss of lives in the name of combating COVID-19. Let me tell you, let me speak to you individually. When the day of reckoning will come, it will be you alone here on the dock. And fellow police officers will apprehend you. You will be charged with murder. Na familia moja kutoka eneo la Bamba, eneo bunge la Ganze, kaunti Kilifi, inadai kwamba ni jamii ya shujaa MEKATILILI wa Menza anayekumbukwa kwa kuongoza jamii ya Wamijikenda kupigania uhuru wa Kenya kati ya mwaka 1913 na 1914. Kwa mara ya kwanza familia hiyo ilituma wawakilishi 3 kuhudhuria sherehe za kila mwaka za MEKATILILI ambazo zimekuwa zikiandaliwa na muungano wa utamaduni wa wilaya Malindi tangu mwaka 2004. Wawakilishi wa familia hiyo walikuwa Simon Kenga Tuva, Menza Iha na Bimenza Kadenge, ambao waliomba serikali kujenga shule huko Mtara na Tatu kumwenzi shujaa MEKATILILI. Mjenge nini? Shikuli. Watoto wasome. Kwamba MEKATILILI alifanya kazi, alikuwa ni shujaa. Leo angefufuka MEKATILILI wa Menza na kuona jamii yake aliyoitetea mbele ya mzungu iko vile, nina hakika angelia machozi. Angelia machozi kwa sababu alikuwa anatetea watoto wasiharibike, wawe na maadili mema, ambapo leo tunaenda negative. Angelia kwa sababu alikuwa akipigania ardhi, lakini leo tulivyo navyo kila kukicha bado taifa la Kimijikenda lililopiganiwa na MEKATILILI wanazidi kuwa na maskota wengi, kitu ambacho kinakuwa kilio kwa jamii ya Kimijikenda. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, jamii ya Wasamburu imeweka mikakati ya kuhusisha vijana wa Moran kwenye juhudi za kupambana na ukeketaji kufikia mwishoni mwa mwaka jana. Hilo limeafikiwa katika mkutano wa siku 2 wa kuangamiza ukeketaji nchini. Afisa katika ofisi ya jinsia kaunti ya Samburu wamesema hatua hiyo iliafikiwa baada ya kubainika kwamba vijana hawajakuwa wakijihusisha na kupambana na ukeketaji licha ya wao kuhusika sana kwenye zoezi hilo. Wanasema nia kuu ni kuelimisha vijana kuhakikisha kwamba wamekubali kwamba ukeketaji una madhara kwa mtoto wa kike, ndiposa wapambane na hali hiyo. Wazazi wetu walipitia hali ya kukeketwa, lakini sasa tunataka kufocus sana kwa warani waletwe pamoja na wasichana waweze kufundishwa mambo ya ukeketaji, waone ubaya yake, tuwaoneshe pia picha waone, kwa sababu mambo ya kuelezwa peke yake kwa Kisamburu, kuelezwa utasikia lakini hujaona madhara, mpaka uoneshwe madhara na wale watu wamepitia shida ambayo inatokana na ukeketaji ya wasichana. Ya pili pia tunataka hao vijana waweze kukubali ya kwamba ukeketaji wa wasichana ni kitu kibaya. Statistics zikifanywa za Samburu
hatutakuwa tena 86%. I believe tutakuwa 50%. And by the time tunafika 2022, Samburu itakuwa ikireport or maybe reporting zero tolerance ya FGM. A lot inafanyika lakini haijafika kwa record, na hiyo ndio sababu tuna involve the government structures. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Taarifa zaidi nitakuletea mwendo wa saa 1 kwenye taarifa za KTN leo, lakini mwendo wa saa 11 utakuwa nao wanazilizala viwanjani. Saa 12 Zubeida Koome atakuwa studioni na jukwaa la KTN. Kwa wale wote ambao wamefanikisha taarifa hizi za mbiu ya KTN, mwelekezi akiwa ni Dennis na mhariri akiwa ni Nicholas Wambua, asante sana kwa kutazama. Tukutane saa 1 kwa taarifa za KTN leo.